السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون والمتابعون في برنامجنا. أهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا. Tukiwa na mwendelezo wa dhamirul jam'i katika sehemu yetu ya pili kwa siku ya leo. Dhamirul jam'i tunayochukua hapa, tutaichukua dhamiru ya antum. Antum katika hali ya mukhatab, kwenye upande wa wanaume wengi kuanzia watatu na kuendelea, tunawaambia antum, nyinyi. Kule tulisoma nahnu, inaingia kwetu sisi sote, lakini hapa tunasema nyinyi. Okay? Haya. Katika hali hii kuna kanuni gani ambayo tunaweza kuitumia kwenye vitendo vya wakati uliopita? Fi'lu madhi yake inakuwaje? Hapa unatakiwa uchukue kitendo, sawa? Halafu ile tena mim iliyopo kwenye antum, ile tum ile iliyopo pale, ile unaiweka mwishoni mwa kitendo, sawa? Lakini wakati huo huo ile herufi ya mwisho ya kitendo ile unaitia sakna. Ndio vile vile kama katika somo lililotangulia, kama ulizingatia. Kwa hiyo hapa hatuna kazi zaidi, tunasema tu antum sharibtum. Sharibtum ilikuwa shariba asili ya kitendo, lakini imeingia sakna. Sharibtum, antum sharibtumul qahwa, nyinyi mmekunywa kahawa. Shariba amekunywa, antum sharibtum, nyinyi mumekunywa. Okay? Saima. Saima ni mtu na kuchoshwa na hali ya kitu fulani. Kila siku maneno. Saimtu min kalamika, nimechoshwa na maneno yako. Kwa tunataka kutumia kwa nyinyi sasa. Saimtum, mumechoshwa. Saimtum ilikuwa saima, lakini hapa imeingia sakna mim kwa sababu ya kuingia dhamirul jam'i ya antum. Saimtum. Okay? Tunakuja, samahani, ili neno sawa, so mbaya. Tuchukue hilo saimtum. Tuchukue neno jingine, sami'tum. Sami'tum, mumesikia. Lakini sami'a alisikia, yasma'u anasikia, tasma'u unasikia, tasma'un. Antum sami'tum. Hapa tuko katika hali ya madhi, wakati uliopita. Kwa hiyo sami'tum, nyinyi mumesikia. Nadhani antum sami'tum, nanyi pia mmesikia, mumeona. Okay, katika hali ya mudhari', wakati wa sasa, tunakisemea nini kitendo kama hiki? Katika hali ya kitendo, yani wakati wa sasa, kanuni yake ni kwamba tunaanza na alama ya mudhari'. Wengine wetu wanasema herufi ya mudhari'. Sawa? Katika dhamiri ya antum, kinachoanza kwenye alama ya mudhari' au kwenye kitendo cha mudhari', alama yake na inapoanza inaanza na te. Inaanza na nini? Te. Sawa? Kama kwenye anta itaanza na te, na hapa kwenye antum itaanza na nini? Na te vile vile. Sawa? Halafu unaunganisha na kitendo. Kanuni ni ile ile kwamba herufi ya kwanza ya kitendo itachukua sakna badala ya alama yake ya asili. Okay? Na mfano, antum tajlisuna, ilikuwa jalasa inafata jim, lakini hapa imepata sakna kwa sababu imeingia kwenye dhamiri ya antum. Kwa hiyo antum tajlisuna, kwa hiyo mwisho unamalizia wau na nuni. Hiyo ndio kanuni yake. Sawa? Kwa hiyo tunaanza na alama ya mudhari', tunakuja na kitendo, halafu tunamalizia wau na nuni mwisho. Hiyo ndio kanuni yetu. Kwa hiyo tunasema tajlisuna, nyinyi munakaa, au antum tajlisuna, nyinyi munakaa. Antum taqra'una, nyinyi munasoma. Antum tasma'una, nyinyi munasikia. Nadhani hakuna ugumu kwa hilo. Tutaonana kwenye maswali pale ambapo tutatuma maswali yetu hivi punde. Asante. Usisahau tu hapo kusubscribe, like, comment pamoja na kushare kwa wengine. Naam, wassalamu.